Kugeithia mwiroreri wa Sky Kimball haria hothe uri muthenya wa umuthi twina gikeno ni tondu Ngai witu ni arikitie gutwaragura na tukona muthenya wa umuthi guku ni gwa Sky Kimball tugikwira ngoro ni ciikirwo hinya na we uri nja wa bururi uratwirorera wi nja wa bururi na uri guku gwitu Kenya ndirenda wikare mitambo-ini ni tondu muthenya wa umuthi ndina mugeni wa mwanya utucereire na ni mugeni murathime mugeni muhake maguta ni Ngai aumite okuria aumite nigetha oke ekire ngoro yaku hinya ndirenda uthie kuria FB-ini citu utuike wa go search Sky Kimball TV Kenya search ucoke follow na ucoke like ucoke urehe andu aingi kwa wingi ushare ya ndirakwira ushare washare urehe andu uthikiririe ujumbe uri uri kwa muthenya wa umuthi ni ujumbe wa magegania ujumbe mwega ucoke uthie kuria YouTube-ini citu utuike wa go subscribe ucoke ulike ucoke wandika comment oko ni tukumenya ati wi hamwe na ithui ndirenda gukurehera mugeni wa muthenya wa umuthi muthenya ugwitwo Mtume Mwaniki na ena ujumbe iguru riaku ikara mitambo-ini. Karibu sana mchungaji. Asante. Huku ni Sky Kimball TV. Yes. Nimekualika ili ukaweze kutazama runinga yetu. Ili ukaweze kutazama runinga yetu, usalimie watu wa Sky Kimball, uwaambie majina yako, alafu tutaendelea. Asante sana. Nishukuru sana kwa mwaliko huu wa Sky Kimball TV. Nashukuru sana na kika Mungu aweze kuwabariki. Amen. Mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Pastor Mwaniki ama Apostle Mwaniki. Nimetoka upande wa Meru. Na nimekuja hapa ili tuweze kuzungumza neno la Mungu, tutiane moyo na najua ya kwamba maisha yako hayatabaki vile tena. Amen. Yeah. Sasa mtume, ningetaka uambie hawa watu ya kwamba haukuzaliwa ukiwa mchungaji. Kuna baina ya mambo ambayo umeyapitia tangu ufike mahali huko, na vile ninaona Mungu amekutengeneza umekuwa kitu kizuri. Haukuwa vile. Sasa uweke mioyo ya hawa watu nguvu, uwaambie ya kwamba zile mashida umepitia kabla ufike mahali huko siku ya leo. Asante sana. Nikielezea kuhusu maisha yangu, katika familia yetu tumezaliwa tukiwa watoto 8. Okay. Na mimi nimezaliwa mwaka wa 1986. Okay. Na mimi ni wa katikati. Hivyo kuna wasichana ambao wako mbele yangu na wengine wako nyuma yangu. Okay. Nimezaliwa mahali ambapo kunaitwa Chuka. Sehemu inaitwa Weru. Na tukalelewa hapo, nikaenda primary ambayo inaitwa Makawani Primary School. Nikamaliza primary school, nikawa sina matumaini ya kuendelea na secondary school. Okay. Nikatafuta kazi ya kuchunga ng'ombe. Nikachunga ng'ombe kwa watu. Nikaajiriwa pale Chuka Town. Na mzee ambaye anaitwa Mungatia hapo. Nikaajiriwa na mchungaji anaitwa mchungaji Victor Mureithi wa Baptist Church. Okay. Kuchunga ng'ombe zake. Pia nikatoka hapo nikaajiriwa sehemu inaitwa Ndagani. Okay. Kwa mzee anaitwa Anderson Province. That is the year 2004. Na nikiwa hapo nilifanya kazi kwa bidii sana. Kwa hivyo mtazamaji, ninapo share hii historia, ni vyema sana nikaimize pia kufanya kazi kwa bidii. Ni mzuri sana. Okay. Manake nilipokuwa nafanya kazi pale, yule alikuwa ameniajiri ambaye ni Anderson Kilinji. Nilimfanyia kazi hapo kwa miaka 2. Na nilifanya kazi kwa bidii sana. Na ni ile kazi ya kuchunga ng'ombe, kupalilia shamba, kupanda ndizi kule. Yaani kutengeneza shamba inakaa ni shamba ambayo inatoa mazao mazuri. Kwa hivyo inaonekana ya kuwa ulikuwa unafanya kazi kwa uaminifu. Nilikuwa nafanya kazi kwa uaminifu sana. Na ulikuwa unajua mwishowe utakuwa nini, ama wewe ulikuwa unafanya tu ufanye ukijua sasa haujui jambo lingine ni hiyo kazi unafanya? Mimi nikifanya kazi sikuwa najua kama ninaweza kuwa kitu. Manake nilipomaliza class 8
kwa sababu niliona wale ambao walikuwa mbele yangu hawakuweza kupelekwa shule. Okay. So mimi nilipoteza matumaini. Okay. Nikaona sasa hata mimi nitapotea hivyo. Vile hao wengine wamepotea. Okay. Yes. So hapo ndipo sasa nilikutana na hao nimetaja. Nikafanya kazi hapo kwa bidii. Na siku moja ni wakati ambao hizi vipindi vya Nigeria vilikuja. Okay. Hizi Afro Cinema. Wakati huo zilikuwa zimekuja kwa TV direct. Zilikuwa zinakuja kwa in form of CDs. Zile zilikuwa zinauzwa. So tulikuwa tuna watch usiku na mdosi. So kuna maneno yalikuwa yanatajwa hapo kwa TV. Kumbuka sasa mimi nilimaliza class 8, Kiingereza sikuwa na kifahamu zaidi. Okay. Yeah. So kuna neno lilitajwa hapo. Kukawa kuna mtu ameuawa pale kwa runinga. So nikaona mmoja amesema dispose dead carcass away from me. So nikasumbua huyo mdosi, nikamuuliza amesema nini. So ndio ile mdosi akaniuliza na ulikataa shule ama ni pesa ilikosa. Nikamwambia mimi ni pesa ilikosa, manake wakati ambao nilikuwa namaliza class 8 ndio baba yangu alikufa. So tukabaki na mama. So mama naye alikuwa mkulima, hakuwa na uwezo wa kuweza kutupeleka shule. So hapo ndipo tulianza kuongea na yule Anderson. Akaniuliza kama nikiweza kupelekwa shule ninaweza nikasoma. Nikamwambia mimi nilikuwa napenda masomo sana. Ni vile tu sikufanikiwa kuweza kuingia shule ya sekondari. So kuanzia hapo ndipo nilifanya kazi huo mwaka ambao tulikuwa nao kaisha. Akaniambia mwaka uliofuata akaniambia kwamba naweza nitafutia shule ya disco. Niwe nafanya kazi pale disco, niwe nafanya kazi pale nyumbani nikirudi kutoka shule. So naenda shule asubuhi na mapema saa 11. Alafu jioni nikirudi narudi nafanya kazi zangu. So niliendelea hivyo, na huo mwaka nilioingia form 1 nikaambiwa nitafute mfanyikazi mwingine, manake ile kazi ilikuwa ngumu. So nikatafuta mfanyikazi mwingine hapo, tukawa tunasaidiana. So tukiwa tunasaidiana hivyo, yule mfanyikazi manake yule Anderson hakuwa anakaa nyumbani. Alikuwa anakuja weekend. So yule mfanyikazi nilitafuta naye akaolea kwa ile nyumba ambayo tulikuwa tunalala. So ameolea kwa hiyo nyumba. So mimi sina mahali kwa kwenda. Nikaanza kutafuta sasa nitaenda wapi. Juu sasa huku umeajiriwa si karibu na kwenu ungeenda kwenu. Hapana, ni mbali sana. Huku ni kukuja ulikuja. Nikukuja nimekuja sasa. Na huyu sasa ameoa. Ameolea mahali ulikuwa unalala. Yes. Yeah. So nikaomba tu niruhusiwe nitafute mahali kwingine naweza nikawa nalala. Ama naweza kuwa nakaa nikienda shule. Nikakubaliwa, manake sasa yule mfanyikazi angetolewa pale, manake anafanya kazi ambayo mimi sifanyi. So nikaruhusiwa nikaenda nikatafuta kwingine. Nikasoma. Nikiwa nasoma nikifika form 3 nikawa na changamoto nyingine. Nikawa sasa yule kijana ambaye tulikuwa tunakaa naye alikuwa amemaliza shule. So naye kuna changamoto nyingine sasa anataka kuleta mpenzi wake. Sasa ni mahali umehamia sasa. Mahali nimehamia. So inabidi nitoke. Sasa ukitoka huku utaenda wapi tena? So nikitoka huku sasa ni kuanza kufikiria sasa mahali ambapo nitaweza kwenda. Nikiomba Mungu at least aniconnect na mtu ambaye anaweza akanisaidia na mahali ambapo naweza nikalala. So nikiwa nafikiria hivyo ndipo nilipatana na msamaria mwema mwingine. Akanipatia mahali pa kulala. Nikawa nalala hapo nikienda shule. Na pia mahali nilienda kukawa na changamoto nyingine. Huko tu. Manake kumbuka ya kwamba mimi si mzaliwa wa hapo. So kukawa na changamoto zingine.
ambazo sitaweza kuelezea msikilizaji ama mtazamaji wangu kwa sababu ya ambazo hazingeweza kuepukika. So nikahama hapo na penyewe. Nikakondisha kanyumba. Nikakondisha kanyumba, wakati huo kanyumba kalikuwa ka 500. Na saa hiyo 500 utatoa wapi na hauko kazi? Hiyo 500 sasa kuna wale wasichana wetu ambao wako mbele yangu ambao nao hawakusoma. Walitokea Nairobi kutafuta vibarua. Okay. So hao ndio niliongea nao nikawaambia nimepata kanyumba ya 500 na moja akaniambia nitakusaidia na kanyumba. So na pesa ya kulipa nyumba. So changamoto ilikuwa umesaidiwa na kulipa nyumba lakini chakula manake ni day school hakuna. Hawa wanataka kukulipia shule lakini chakula ni wewe utajua mahali utatoa. Chakula ni mimi nitajua mahali nitatoa. Na si afadhali chakula ama? Mimi nilipenda masomo sana. Na nilipofika form 3 nikasikia mambo imekuwa mangumu. Nikasikia spirit nyingine inaniambia ama drop out. Uache kusoma. Uache kusoma. Manake kama unateseka hivi juu ya masomo, hakuna haja. Nikasikia spirit nyingine inaniambia nitoke. So nikasema kabla ni drop out, nitazungumza na mwalimu wangu wa guidance and counseling. Ambaye alikuwa msichana wakati huo hakuwa ameolewa, alikuwa madam. So nikaenda nikamuelezea shida zangu. Madam Kariuki tukaongea na akaniambia kwamba alijaribu encourage sana. Na nikasikia roho yangu imerudi mahali ambapo inapaswa. So what she did, aliongea na shule niwe na bakishiwa chakula pale shuleni. Ile chakula ambayo watchman anawekewa, mimi nabakishiwa chakula pamoja na watchman. So mimi nasoma, wengine wakienda nyumbani nasoma mpaka ningojee watchman akuje masaa ya saa 1. Anipakulie chakula, akikula na mimi nikule, alafu mimi niingie kwa nyumba nikalale. Okay. Yeah. Mwiroreri wa Sky Kimbo TV ni urakiiguira uhoro mundu ria ndinake guku ni mundu smart muno ndungiuga agereire mathina mau agereire. Koguo haria hothe uri ndugakue ngoro, okire gukwira ndugakue ngoro, ni urakiigua okuria guothe andikagwo ningi gukaumira kiundu akauma kuo, andikwo kundu guki gukaumira kiundu akauma kuo, na acoka atwira we muturire wake ndonaga tokagacira, na riu muthenya wa umuthe niwe wi haha na bado rugano rwake no ruragithie na mbere. Sasa chakula umebakishiwa? Chakula nimebakishiwa. Na nakula alafu naingia kwa nyumba. Naenda kusomea hapo kwa nyumba. Manake sasa hutakaa shule kuanzia saa 1 juu sio shule ya bweni. So inabidi uende nyumbani. Uende upumzike. Kisoma hapo alafu asubuhi ulauke ingie shule tena. Okay. So niliendelea hivyo. Nikafika form 4. Nikafanya mtihani yangu vizuri. Na nikapata grade ambayo iliniweza kunipeleka college. So wakati nimemaliza, nimeenda sasa nikaongea na yule ambaye alikuwa ananilipia school fees. Nimwambie sasa nimemaliza form 4 na nimeweza kupata grade ya kunipeleka college. So akaniambia kwamba mahali ambapo alikuwa anataka kunifikisha ni hapo. So hapo pengine kwa sababu nimekuwa mwanaume ujipeleke, naweza nikajipeleka. Okay. Yes. Yeah. Sasa nikuulize mchungaji. Sasa hayo yote umepitia, ulikuja kutokelezea wapi? Hapo ndio mtazamaji anataka kujua. Ndio ujikute sasa umenawiri na uko sawa, umeweza hata kujilipia nyumba bila kuitisha madada zako. Ulikuja kunawiri na njia gani? Okay. Wakati huo, wakati nilipomaliza shule na nikaongea na yule Anderson, akaniambia kwamba hataweza kuniendeleza masomo.
niliingia kanisani. Okay. Niliingia kanisani. Na sasa ukifanya hiyo kazi yote, ulikuwa unasikia ndani yako uko na mwito wa kuhubiri ama? Sikuwa nasikia kama niko na mwito wa kuhubiri. Though niliokoka nikiwa pale secondary school. Okay. Yeah. Niliokoka tu na kuokoka nikawa secretary wa CU. Nikawa na waongoza. Lakini sikuwa nasikia nikiwa na mwito wa kuhubiri. Kwa hivyo ndani yako haukuwa unasikia kikitu tu kia kukuambia unaweza kuhubiri? Sikuwa nasikia kitu ya kuhubiri. Kwa hivyo ni neema tu ilikushukia wakati umekuwa? Neema ilinichukia wakati nilijiconnect na kanisa. Okay. Manake huo wakati nilijiunga na kanisa. So kujiunga na kanisa. Kumbuka wakati huo siko kazi. Sina kazi yote. Hapo ndipo nilipatana na mama kwa hiyo kanisa. Ndio ningependa kuambia msikilizaji yule ananisikiliza ama anatazama ya kwamba wewe ambaye uende kanisa useme ya kwamba kanisa wale wanaenda wajui vile wanafanya. Ni muhimu sana kujiconnect na Mungu na ukaingia kwa nyumba ya Mungu. Amen. Hapo ndipo nilipata msaada tena. Okay. Manake nilipoingia kwa hiyo kanisa ya Full Gospel. Kuna mama ambaye nilipatana naye hapo. Na nilikuwa nacheza kinanda kidogo. Okay. So nikaingia kwa department ya kucheza kinanda. So yule mama akanihurumia, akaona sina kazi ya kufanya. Kwa hivyo akaniuliza kama ninaweza nikaendesha pikipiki. Nikamwambia ndio. Nikiwa secondary kuna kijana mmoja alikuwa amenifundisha kuendesha pikipiki during weekend. So nikamwambia ninaweza kuendesha pikipiki. Si kwa hiyo endesha pikipiki kwa town ama kwa barabara. So ni ile ya kuendesha kwa uwanja. So nikangana college nikamwambia niko na uwezo. Okay. Kwa sababu nilijiamini. So hapo ndipo alinunulia pikipiki mpya. Akaniambia nifanye kazi nayo nikimpatia ile tunaitanga delivery. Unafanya kazi, unachukua pikipiki mchana asubuhi, unafanya kazi jioni, unapeleka 500 ama 300. Ile pesa nyingine inabaki ni yako. Okay. Yeah. Kulingana na vile sasa mtakubaliana naye. Kulingana na vile mtakubaliana. Sasa wakati ulichukua hiyo pikipiki ulifaidika? Wakati nilichukua hiyo pikipiki nilifaidika sana. Manake nilipoingia kazini kufanya hiyo kazi ya bodaboda. Nilifanya kazi na nilipata wateja wengi. Okay. Manake wale wateja wengi, wale watu wengi wa hiyo kanisa wale wako wana magari. Nilikuwa na wabeba. Okay. So nilikuwa na kibali. Mungu akakupatia kibali. Yeah, Mungu akanipa kibali. Kwa hiyo town niko na watu wengi sana ambao hata wakiwa kazini wananipigia simu, wananituma kwa manyumba zao napeleka vitu. So nikawa pesa ikaingia. So wakati pesa iliingia kuna changamoto nyingine iliingilia. Our brother yule ambaye alikuwa mzee kuniliko akawa amegonjeka. So kugonjeka akalazwa hospitali. So alikuwa na shida ya tumbo. Alikuwa na ile ugonjwa inaitwa liver cirrhosis. Hiyo hata sijaisikia. Liver cirrhosis. So akalazwa hospitali. Kwa sababu nyumbani hakukuwa na pesa. Yule mtu alionekana ako na pesa ni nini? Yule na hii pikipiki. Na hiyo pikipiki. Kwa hivyo unataka kuambia huyu mtazamaji ya kwamba ukiwa mwaminifu na kile kidogo uko nayo, Mungu anaweza kukitumia ukafanikiwe kabisa. Amen. Uwe mwaminifu. Hata wewe ambaye unaajiriwa, uwe mwaminifu na pesa ya wenyewe. Uwe mwaminifu kwa kazi ya wenyewe. Amen. Na pia ukiwa unafanya kazi hivyo usikose kutoa fungu la 10. Nilikuwa mwaminifu kwa fungu la 10. Okay. Yeah. Amen. So hapo ndipo nilifanya kazi kwa bidii. Na ile changamoto nilikuwa na kueleza ya ndugu yangu. Wakati ndugu yangu ameingia hospitali. Pesa yangu ni kama ilifika mahali kaisha. Hii ya pikipiki. Hii ya pikipiki. Manake ile pesa yote nilikuwa nimesave iliingia kwa hospitali. Mara picha, mara nini, kulazwa, baadaye akaondoka, akatuaga. So
wakati aliaga tukamzika, ndipo nirudi sasa nikaingia kwa pikipiki tena. Nikaambia Mungu, sasa nataka unibariki. Hiyo imeenda, so nibariki na nyingine. Amen. So nikaendelea kufanya kazi hivyo na nikasave pesa yangu. Ndio maana naambianga watu ile pesa ambayo unapata iwe kidogo, jaribu kuitumia vizuri na ujaribu kusave. Amen. Unajua Biblia inatuambia kwamba in the book of Psalms 50 verse 15 nasema ya kwamba na dhabihu iwe shukrani kwa Mungu. Na muniite wakati wa shida na nitawaitika. Amen. So ni kumaanisha ya kwamba tunapoishi katika dunia tusiishi kama tunakaa kama hakuna wakati shida itakapokuja. Kwa sababu sasa ukikula pesa yote kwa tumbo, umesahau ya kwamba shida inaweza ikakuja. Amen. Yeah. Amen. So hapo ndipo nilisave pesa yangu nikaweza kuingia shule. Ile pesa nilikuwa nimesave nikaingia shule nikafanya diploma in early childhood education. Okay. Hiyo inaendelea na mtoto akiwa mdogo. Akiwa kwa tumbo. Kutoka kwa conception. Mpaka mzee ambaye ako na movie. So nimefanya mambo ya psychology. Aija. Nimefanya guidance and counseling. Niko na diploma ya hiyo. So nilipoingia shule changamoto nyingine ilikuja. Maana sasa ile pesa lazima ingekatika. Juu sasa umeenda shule na unajilipia. Unajilipia. So inabidi sasa masaa ya jioni naenda nachukua pikipiki. Nikichukua pikipiki inabidi nilale nje mpaka saa 8 hivi. Ukibebe watu. Na sasa kwa hizo pikipiki hamkuwa, unajua ninaonanga siku hizi watu wa pikipiki wako na uriski mwingi sana huko kwa barabara. Nyakati hizo zenu kulikuwa na hizo tumashida ati mtu anakuambia nipeleke mahali fulani anaenda kukupora? Ama nyakati hizo wezi hawakuwa wamerefuka? Nyakati hizo ni nyakati zile ambazo pikipiki zilikuwa zimeanza kuingia. Kwa hivyo hawakuwa na kaujanja. Hawakuwa na kaujanja. Mlikuwa mnafanya kazi vizuri. Pikipiki in fact hazikuwa nyingi sana. Okay. Distance kidogo ungepanda pikipiki uambiwe unalipa 200 na ni distance kidogo. Na mtu distance ambayo siku hizi unalipanga mbao ama 50. Okay. So wakati huo ungelipa 200 na kuna distance ambayo utaenda uambiwe 500. Okay. So pikipiki zilikuwa na pesa at that time. Okay. Yeah. So challenge imeingilia sasa, nimeingia shule na pesa imekatika. So inabidi nichukue pikipiki masaa ya jioni. Niingie kazi usiku. Kuna wakati unanyeshewa nje. Wakati mwingine unapeleka customer mbali sana. Unanyesha ukiwa huko. Inabidi ulale. Yeah. So kulikuwa na changamoto. Na nilifanya na nikamaliza. So nilipomaliza sikurudi kwa pikipiki tena. Niliingia shule. Nikafundisha wanafunzi. Nimefundisha shule kama 3 hivi. For 5 years. Miaka 5. Nikiwa sasa nataka kukuleta mahali ambapo nimesikia wito. Nikiwa nikiwa shule, hapo ndipo nilijiunga na grupu nyingine ilikuwa inaitwa Revival Evangelistic Team. Okay. Hiyo ilikuwa inaendelea na mambo ya student. Kwa sababu mimi ni mwalimu naenda kufundisha student wa high school. So unaenda unawafundisha mambo ya wokovu. Ukiwafundisha mambo ya wokovu unaacha kama umeform group. Ile group ndio utakuwa unafuatilia. Then tukua tuna train mpaka leaders wa shule. Wale ambao wana lead. Yes. So hapo ndipo niliingia. Nikaanza kuhubiria wanafunzi. Nilianzia na kuhubiria wanafunzi. So kuanzia kwa wanafunzi nikafika mahali nikasikia mwito wa wanafunzi umefika mwisho. Neema ya wanafunzi imefika mwisho. So ndio nikaingia kanisani. Ukaingia kanisani? Yeah. Okay. Nikawa mchungaji. Nikafanya kazi chini ya mchungaji. Amen. Nikiwa hapo chini, mimi nacheza kinanda na bando na ubi. Amen. Kidogo. Okay, mwiroreri wa Sky Kimbo muhuku uri mitambo-ini na ni wakeigua rugano rwa mundu gwitwo Mwaniki. Mwaniki aumite o haraihu
no wira uria wothe arutaga na wihokeku na tugicokereria ni aguka akurehere kiugo kia Ngai. O mundu ucio waigwa ni kwandikitwo, mundu ucio waigwa ni we wethomithagia na mbeca ciake athie nduthi aona kiriona akerihira thukuru. Tugicokereria ni aguka gukwira uria Ngai ekaga. Nitwacokereria mwiroreri wa Sky Kimbo guku twina gikeno muno ni tondu wa maundu maria turaigua na maundu maria turakionera muthenya wa umuthi turi akenu ni tondu wa injiri ya Jesu iria turenda gukurekereria muthenya wa umuthi na mutungatiri ugwitwo Bishop Mwaniki kana Apostle Mwaniki. Ndirenda riu akurehere kiugo kia Ngai nawe uikare mitambo-ini uigue uria Ngai ekaga. Karibu sana mchungaji. Asante. Nataka sasa uachilie neno. Achilia. Kile Mungu ametia ndani yako. Asante sana. Mtazamaji wangu, ni vyema pia nikushukuru kwa kunitazama ama kutazama hii TV. Wewe ambaye uko sehemu mbalimbali za nchi ya Kenya na wewe ambaye uko kule ng'ambo, nikwambie karibu sana tuweze kubarikiwa pamoja kwa hili neno la Mungu. Kwa majina yangu naitwa Pastor Mwaniki ama Mtume Mwaniki. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, amenihifadhi na amenilinda. Na hudumu na kanisa la Altar of God upande wa Meru kule Chuka, mahali ambapo kunaitwa Ndagani, karibu na Ndagani University. Hapo ndipo tuko na tumeona Mungu akitenda mambo makubwa. Kwa hivyo bila kupoteza muda, ningependa nikukaribishe kwa neno, na najua ya kwamba maisha yako hayatabaki vile tena. Baada ya kusikia hili neno, najua maisha yako yatabadilika. Najua umebarikiwa na ile ushuhuda ambao nimepeana, na kwa sasa nataka ubarikiwe kwa neno, na naamini ya kwamba Mungu atakubariki. Ningependa tusome neno kutoka kile kitabu cha Job, chapter number 14. From verse number 7. Amen. Job 14 kuanzia mstari wa 7, neno linasema hivi. Yes. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Yes. Wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina yake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Asante. Tunaweza tukafikisha hapo kwa kusoma. Najua msikilizaji wangu wa mtazamaji wangu kuna Biblia hapo, najua atajisomea hapo pengine. Mtazamaji wangu, ningependa kwanza nikwambie kuhusu yule ambaye ameandika hilo neno. Ni mtu ambaye anaitwa Ayubu ama Job. Ayubu, ili aweze kuandika hili neno, kuna mambo mengi sana alipitia. Nakumbuka ya kwamba shetani alienda kwa Mungu kumustaki na kuambia Mungu ya kwamba si kwamba Ayubu ameamini Mungu, si kwamba Ayubu amesimama na Mungu, ni vile tu Mungu alikuwa amembariki. Nataka uelewe ya kwamba yule ambaye anayetustaki ni shetani. Na kuanzia hapo ndipo aliomba ruhusa ya kwenda kumjaribu mtu ambaye anaitwa Ayubu. Na Biblia inasema ya kwamba Ayubu alikuwa mtu ambaye alikuwa ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa tajiri sana. Na wakati ambao shetani alipoenda akamjaribu na mwili wake, akamjaribu na mali yake, akamjaribu mpaka kwa watoto, mpaka bibi yake akafika mahali akamwambia kwamba tutukane huyu Mungu tukufe haraka, tutukane Mungu, kama ni kufa tufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndipo Ayubu amefika mahali akakuandikia neno hili. Akakwambiaje? Yako matumaini ya mti ambao uliokatwa ya kuchipuka tena. Hata baada ya mti kukatwa, kama huo mti utasikia harufu ya maji, kuna uwezekano huo mti ukachipuka tena. Mpendwa mtazamaji, nataka nikueleze jambo hili. Unaweza kuwa wewe ndiye Ayubu wa siku ya leo. Unaweza kuwa wewe ndiye umepitia mambo haya Ayubu aliyepitia. Unaweza kuwa ulikuwa na biashara ukakatwa na ukaenda nyumbani. Unaweza kuwa ulikuwa katika familia
ndoa yako ikakatwa na shetani, ukarudi kwenu mahali ambako ulikuwa umetoka. Unaweza kuwa wewe ulikuwa mtu wa maana sana, ulikuwa unatanjika sana, lakini leo hakuna mtu anaweza kukutanja, kwa maana ulikuwa juu, shetani akakukata ukateremka chini. Unaweza kuwa ulikuwa na magari mengi, ulikuwa unatanjika, yani wengi ulikuwa tajiri wa kutanjika, lakini siku ya leo ulikatwa na ukarudi chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kuwa wewe ulikuwa na mashamba mengi, magonjwa ya kanja, ukakatwa ukarudi bila kitu, ukawa wewe hauna kitu. Unaweza kuwa ulikuwa umeinuka sana katika maisha. Unaweza kuwa ni familia, mlikuwa umeanzia familia vizuri sana, mlikuwa mnapendana, mlikuwa mnaitana sweetheart honey, lakini ikafika mahali ukaitwa ndugu, ukaitwa bure kabisa, ukaambiwa wewe haufai. Nataka nikwambie, ni kukatwa, ulikatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kuwa wewe ulikuwa msichana na ulikuwa unatamani kufika mbali, ulikuwa unatamani kuolewa vizuri, ulikuwa unatamani masomo yako usome uinuke zaidi, ulikuwa unatamani kuwa msichana ambaye ni wa maana sana katika society, lakini ikafika mahali shetani akatuma mwanaume akanja akakutia mimba, akakukata, masomo yako yakakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kuwa hata wewe ni kijana, ulikuwa unatamani kuinuka sana, lakini ukaingiana na kampuni ambayo ni mbaya, ukawa mtu wa kuvuta bangi, ukawa mtu wa kukunywa pombe, ukawa mtu ambaye si wa kuonekana mzuri katika community siku ya leo. Hiyo ni kukatwa, ulikatwa. Kwa maana ulikuwa na matumaini ya kwenda mbali, lakini ukakatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua niko na mama mmoja ambaye alikuwa na magari, alikuwa na Nissan katika barabara. All of a sudden akafika mahali akawa sasa hawezi akaendelea tena. Magonjwa ikakunja, magari yote yakauzwa, mengine yakabebwa na watu wa banki kwa sababu alikuwa na maloni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kukatwa, alikatwa. Na wewe ambaye unanitazama hapo, najua kuna mahali ambapo ulikuwa umeinuka sana katika biashara. Watu wakakanja, wale ambao walikuwa wamekupatia pesa, wakachukua pesa yao, ukarudi chini, ukawa uko bure kabisa, ukawa uko maisha ya chini kabisa. Unaweza kuwa ulikuwa na Bwana, mlikuwa mnafurahia sana, all of a sudden Bwana yako akachukuliwa na Mungu, ukapoteza matumaini. Nataka nikuambie hivi leo, maandiko imetuambia nini? Imesema ya kwamba yapo matumaini tena ya mti ambao uliokatwa kuchipuka tena, mradi tu huo mti utasikia harufu ya maji. Haleluya. Nataka nikuambie mpendwa, siku ya leo, yale maji ambayo Biblia inazungumzia ni maji ambayo yanaitwa neno la Mungu. Halo. Amen. Neno la Mungu. Unaweza kuwa uko katika hizo hali ambazo umesikia nimetaja. Inaweza kuwa ni watu walikuendea wakakukata. Unaweza kuwa ulikuwa umenuka sana, lakini watu wakakuonea kinyongo wakiwa wametumwa na shetani. Kwa maana hakuna siku ambayo utakayoona shetani kwa macho yako. Shetani huingia ndani ya mtu, anatumia huyo mtu, anakuja anakuangamisha. Unaweza kuwa uliangamishwa na watu ukarudishwa chini. Nataka nikwambie hivi, neno la Mungu liko na uhai. Neno la Mungu liko na uwezo ya kukupeleka tena juu. Mungu ambaye tunayetumikia yuko na uwezo wa kukuinua tena mpendwa. Wacha kukufa moyo, wacha kuenda kabisa na kusema ya kwamba hakuna Mungu. Mungu yuko. Mungu anaweza akabadilisha. Umesikia ile ambayo nimekupatia ushuhuda siku ya leo. Mimi nilikuwa chini, nilikuwa nimepoteza matumaini, lakini Mungu akanishika mkono, akaniambia, mwanangu, usipe moyo tena, kwa maana mimi nitakushika mkono. Jinsi ambavyo alivyoambia Yoshua wakati Musa alipoondoka, akamwambia kwamba usife moyo, nitakushika mkono, niko na wewe. Nataka nikuhimize wewe ambaye unanitazama hapo, nikwambia kwamba pana matumaini tena ya mti uliokatwa ukachipuka tena. Pana matumaini tena biashara yako kuinuka. Pana matumaini tena kuweza kuolewa tena. Pako na matumaini tena kuweza kupata magari yako tena. Huko na matumaini tena kuweza kurejeshewa watoto wako vizuri. Huko na matumaini tena ya kurejeshewa mali yako iliyopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka uelewe hivi. Nataka uelewe jambo moja. Wakati mti
umekatwa, mti ukikatwa huwa unabaki na kidonda. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua wakati mti umekatwa kuna yale maji huwa yanatoka kwa mti. Wakati huo mti unalia. Wakati huo mti unamwaga maji, unasema umenikata, lakini najua Mungu atanichipua tena. Wakati maisha ya binadamu yamekatwa, lazima kunakuwa na machozi. Najua umelia ya kutosha. Najua wakati ambao ulikatwa, najua ulilia sana. Nataka nikuambie hivi mpendwa, ni wakati ambao Mungu anasema ya kwamba anakuja kukupanguza yale machozi ambayo umelia mpendwa, kwa sababu ya kukatwa. Na najua ya kwamba matumaini yako yatarejea tena, na najua ya kwamba utainuka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mti ukikatwa unakuwa na kidonda. Mtazamaji wangu, mti ukikatwa uko na kidonda. Ni vile mti hauna uhai kama ule wa binadamu. Ukiuguza hivi unaweza ukakwambia umeniguza kidonda. Kwa maana mti umekatwa una majeraha. Katika maisha ya binadamu, wakati mtu amekatwa, lazima majeraha yanaingia katika nafsi yake. Majeraha yanaingia katika roho yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati mtu amekatwa, wakati mtu ametolewa mahali ambapo alikuwa anafurahia, wakati umetolewa mahali ambapo ulikuwa unasherekea, najua unakuwa na vidonda katika maisha yako. Wewe ambaye unanitazama hapo, najua uko na majeraha katika roho zako. Naona kuna mtu ananitazama hapo. Wewe ambaye uko katika biashara yako hapo unanitazama. Wewe ambaye uko katika familia yako hapo na watoto unanitazama. Nataka nikwambie ya kwamba vidonda vyako Mungu ako na uwezo wa kuviponya. Amen. Kitabu cha Zaburi 147 verse number 3. Ningependa hata ingewezekana tusome. Psalms 147 verse number 3. Maandiko inasema hivi ya kwamba Mungu yuko na uwezo wa kuponya vidonda vyetu. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Mungu anajua ya kwamba binadamu atakuwa na vidonda. Bwana Yesu asifiwe sana. Binadamu atakuwa na vidonda. Ndio maana tunaweza tusomea 147. Yes. Verse number 3. Verse number 3. Yes. Huwaponya waliobondeka moyo. Huwaponya waliobondeka moyo. Na kuziganga jeraha zao. Na kuziganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu wetu ni mganga wa waganga. Amen. Anaganga ile mioyo ambayo iko na vidonda. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini ya kwamba siku ya leo kuna mtu ambaye anaenda kugangwa. Vidonda zako zinaenda kuponywa. Amen. Naona vidonda vya biashara vikiponywa. Vidonda vya ndoa vinaenda kuponywa. Amen. Vidonda vya maisha vinaponywa. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Na kutabiria uponyaji siku ya leo. Amen. Ya vidonda vyako. Wewe ambaye umetiwa majeraha na watu wa dunia. Amen. Wewe ambaye umetiwa majeraha katika biashara. Amen. Umetiwa majeraha katika familia. Umetiwa majeraha katika kazi zako. Amen. Nataka nikuambie vile ambavyo Mungu amesema. Amesema ya kwamba yeye ndiye anaponya vidonda vyetu. Amen. Anatuganga majeraha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kuna vitu ambavyo huwa vinafanya moyo wa binadamu unakuwa na vidonda. Nataka tuangalie kitabu kile cha Proverbs chapter number 13 ama Mithali 13 mstari wa 12. Unaweza tukatusomea hapo. Kilichotarajiwa kikikawia kuja. Kilichotarajiwa kikikawia kuja. Moyo huungua. Moyo huungua. Bali haja ya mtu ikipatikana. Bali haja ya mtu ikipatikana. Ni mti wa uzima. Ni mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kilichotarajiwa kikipatikana ni dawa ya moyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambao umefika mahali ambapo ulikuwa unataka kufika. Wakati umefaulu katika biashara, umefaulu katika ndoa, umefaulu kwa kazi, kwa yale mambo yote ambayo unataka kufaulu. Wakati umefaulu inakuwa ni dawa kwa moyo. Amen. Lakini wakati hilo tumaini limekawia, unakuwa mgonjwa katika roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo, jambo la kwanza, kile kitu ambacho huwa kinafanya moyo wa binadamu kuruhusu hope na kuwa
amegonjeka. One ni kitu ambacho kinaitwa prolonged hope, yani tarajio ambalo lililokawia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mtu ambaye anasema alikuwa na matumaini ya 2019 nitaolewa, lakini hakuolewa. Usife moyo mpendwa. Bado wakati huko na wakati wa Mungu ndio unaofaa. Kuna mtu ambaye alikuwa anataka kuachieve mambo makubwa katika biashara. Ulikuwa unataka kufungua branches nyingi katika biashara, ikashindikana. Ulikuwa unataka kunawiri katika kazi zako. Ulikuwa unataka kufuga ng'ombe wengi. Ulikuwa unataka watoto wako wasome vizuri, lakini wengine wakawa vichwa ngumu, hawakuweza kusoma. Hilo ni tumaini ambalo limekawia. Na najua tumaini likikawia, lazima mtu anagonjeka moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo siku ya leo nataka nikuombee mpendwa, lile tumaini ambalo umekuwa nalo, ni maombi yangu ya kwamba Mungu akaweze kulitimiza. Wewe ambaye limekawia na ukagonjeka moyo, ni matumaini yangu ya kwamba Mungu leo anaenda kukuponya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu kingine huwa kinafunja moyo wa binadamu ni kitu ambacho kinaitwa umasikini. Poverty. Dhina. Umasikini nao unafunjanga mtu moyo. Kwa maana hakuna mtu ambaye huwa anataka kuwa masikini katika dunia. Hakuna. Hakuna yule anataka kuwa masikini. Umasikini ni kunja, unakunjanga. Na mtu ambaye ako na umasikini, tumaini lake linaweza likakuwa chini. Kuna wakati ambao nilikuwa singeweza kujinunulia chai na tumaini langu lilikuwa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa tusomee kitabu kile cha Psalms. Psalms. Tutie huyu mpendwa anayetutazama nguvu hapa. Psalms chapter number 109. Verse number 22. 22. Yes. Kwa maana mimi ni mnyonge. Kwa maana mimi ni mnyonge na muhitaji. Na moyo wangu umejeruhiwa ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa mimi ninahitaji, yani niko na mahitaji. Na kwa hivyo yale mahitaji, kwa sababu ya kukosa kuyafikia, kama ni chakula nimeshindwa na kununua, basi nimevunjika moyo, ama niko na kidonda kwa moyo. Kwa kuwa mimi siwezi kupeleka watoto wangu mahali ambapo wanapaswa kusomea shule mzuri, niko na kidonda kwa moyo. Kwa kuwa mimi siwezi nikafuga ng'ombe mzuri pale nyumbani, niko na kidonda kwa moyo. Kwa hivyo umasikini, Daudi anasema ya kwamba kwa kuwa mimi ni masikini, niko na maumivu kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua ya kwamba wakati ambao umasikini umeingia, mtu uvunjika moyo. Lakini nataka nikwambie hivi mpendwa, mimi nilikuwa chini. Leo ukiniona nikiendesha gari, unaweza ukashindwa ni yule mtu ambaye alikuwa anaanjiliwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu unaweza ndio nikiendesha gari unashindwa, mpaka wengine wananiangalianga hivi. Tukikutana na wao town, wananiangalia hivi, wanashindwa ni huyu ni yule ama ni mwingine. Kwa maana katika maisha yangu, ile maisha ya chini, nilikuwa kule chini, nilikuwa nimeliwa na njigasi sana. Dutu. Chigas. Unaenda shuleni, unaomba Mungu njua isiingie. Manake ikiingia katika hiyo barabara, utabidi ukanyange hivi. Unaomba Mungu sana mwalimu mkuu asije akaitisha panga, mwende mkafyeke kule kwa uwanja. Kwa maana kama mwalimu atafanya hiyo makosa, awapeleke kwa uwanja mwende mkakate, inabidi utoroke shule wiki moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuencourage wewe ambaye unanitazama hapo, nikwambie kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Kuna Mungu aliye mbinguni, yule ambaye anaweza akakutoa mahali ambapo uko. Na najua ya kwamba Mungu ambaye ni mwaminifu anakuja kukutoa katika kitanda ambacho umelala. Wewe ambaye ni mgonjwa umelala hapo kwa kitanda unanitazama, nataka nikuelekeze nikwambie hivi, kuna Mungu mbinguni. Nataka nikuombee uponyaji.
Na Mungu najua anaenda kukuponya. Wewe ambaye ulikuwa umepoteza matumaini, jua kuna Mungu mbinguni ambaye alirudishia Ayubu mali yake tena na tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua utarudishiwa. Amen. Najua utarudishiwa kwa jina la Yesu. Amen. Basi ningependa niombe na mtu ambaye angependa kuokoka. Manake ni vizuri sana wakati ambao nahubiri, ili Mungu akaweze kukuponya hizi vindonda, lazima kwanza ujiconnect na yeye. Hawezi connectiwa ukiwa kwa dunia, lazima ujiconnect na Mungu. Wewe ambaye uko hapo unanitazama, ningependa uguse runinga yako ama uinue mkono wako juu elekeze kwa runinga yako, niweze kuomba na wewe. Urudie nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naanja kwako kama mwenye dhambi. Naomba unisamehe, naomba unitakaze. Lifute jina langu kwa kitabu cha mauti, uliandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nifanye mwana katika ufalme. Kuanzia leo nimeokoka na nimeamini. Amen. Nataka niombe mgonjwa. Baba, nakushukuru kwa sababu ya huyu mgonjwa na yule ambaye amepoteza matumaini. Natangaza uponyaji, natangaza nguvu, natangaza amani. Yule ambaye hana amani katika roho yake, moyo wake Bwana ukaingie na kumtia nguvu tena, ukaweze kumuinua tena katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Basi mtazamaji, ningependa, kwa sababu kuna wale ambao wangetaka kujua mahali ambapo mchungaji yuko. Mimi niko pale kule upande wa Meru. Basi ningependa nikupatie namba yangu ya simu, unaweza ukanitafuta. Nimeomba na watu wengi ambao walikuwa chini na wakaweza kuinuka. Nimeomba na wagonjwa, nimeomba mpaka na kiwete akasimama. Nimeomba na watu ambao mpaka wanakunywa bangi na wanabadilika. Nimeomba na walevi na wamebadilika. Kwa hivyo ningependa nikupatie namba yangu. Wewe ambaye uko na shida, unasema kwamba mimi niko mgonjwa, ningependa pastor usimame na mimi, ningependa pastor uombee familia yangu, ningependa nikupatie namba ya simu. Si ni vizuri? Ni vizuri. Nambari ya simu yangu ni 07 03 495 770. Nirudie tena 0703 495 770. Unaweza nitafuta na hiyo namba ama uende pale kwa FB Pastor Mwaniki ama Prophet Nathan, utanipata tu hapo na Mungu atakubariki. Amen. Amen. God bless you mtumishi. Thank you. Kwa ajili ya neno nzuri. Mwiroreri wa Sky Kimball usieta kwa Apostle Mwaniki ni wakigwa uhoro uria agikuhe uhoro mwega, ona akorwo agikuhe ona njira nguhi ni agagicoka ringi ugu Sky Kimball. The FB ne cito utwike wa search Sky Kimball TV Kenya, ucoke ulike, ucoke ushare. Share horo yo no amagania muno ategithu kikirabatara tu okuona tumae nigetha gikimere ringi. Koguo we okuritwo ni hinya ni waheo mwihoko muthenya wa umuthi. Ucoke uthie kundu gugwitwo YouTube. Wathi YouTube cito o subscribe hau niko hinya karia gatune wa hinya karia gatune ugatweka braki wagatweka braki ni ukorwo tuteithĩtie muno twina mutungatĩri ogwĩtwo Mwaniki. Nie Getoro Praiser. God bless you.